Tunafahamu kwamba Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qur'an ni mwongozo kwetu sisi kama waumini. Ni mazungumzo, Mwenyezi Mungu ameteremsha maneno yake, anataka kuzungumza na sisi waja wake. Hakuna jambo bora na kitu chenye fadhila katika mgongo wa ardhi kuliko Qur'an. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yamekuja kwetu sisi kama Waislamu tuweze kusoma, na unaposoma ndio unazungumza na Mwenyezi Mungu, ndio unamsikiliza Mwenyezi Mungu, ndio unaelewa anakuamrisha nini. Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana musabakati, mashindano ya Qur'an yanafanyika mengi katika mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya taadhim ya Qur'an yenyewe. Kwa hiyo fursa hii, ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe tusiipoteze fursa ya kusoma Qur'an kwa mazingatio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni wangapi miongoni mwetu, wajiulize ndani ya nafsi zao, ambao katika umri wake wote mpaka sasa hivi ana miaka 40, 50, 30 amewahi kuhitimisha kusoma Qur'an kuanzia surati An-Nas mpaka surati Al-Baqara? Kuisoma tu. Ni wangapi? Jiulize mwenyewe. Kitabu cha Mola wako amekuteremshia wewe Muislamu usome. Asili Kiarabu, hivyo tafsiri ya Kiswahili. Na kwa nini hujui kusoma Kiarabu? Huo ni udhaifu. Kwa nini hujui kusoma lugha ya Qur'an? Ni huo ni udhaifu. Haya, lugha ya Kiswahili sasa imetafsiriwa. Umeshawahi kusoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa msahafu, kutoka jalada mpaka jalada? Wengi hatujafanya hicho kitu. Jiulize huko mbele ya Mwenyezi Mungu, na anakwambia mja wangu nilikuteremshia Qur'an. Nasema ndiyo Mola wangu. Uliisoma? Tajibu nini? Sio kwamba huna muda. Wallahi ukiangalia muda unaotumia katika simu yako ya mkononi kuangalia vitu vya hovyo kwa siku zaidi ya masaa 6 mpaka masaa 7. Hii ni maximum ambayo imeelezwa na watu wa social media. Wewe umo katika masaa 6, masaa 7. Je, ungeikalia Qur'an masaa 6, masaa 7 usingehitimisha katika siku moja? Lakini shetani anakuzuia. Shetani kafungwa. Nafsi yako ipe umuhimu wa kusoma Qur'an.